Unajua nini? Hata kama ningekuwa kipofu, ukiwa tu karibu yangu, basi natambua uwepo wako. Kweli? Nimeitikia wito. Mpenzi, siku ya leo na muda huu ni muhimu sana kwangu, kwa sababu nakwenda kuiweka huru nafsi yangu, na ili niwe huru ni lazima niwe mkweli. Lati, niliamini kwamba lengo la mahusiano ni kuongeza furaha, amani na maendeleo chanya katika maisha. Lakini kuna sauti ilikuwa ndani ya nafsi yangu ikisema, ikiwa hauna furaha na mtu, basi tambua haupo mahali sahihi. Nilimchukia sana mke wangu na majuto kadha wa kadha, na kujiuliza ni kwa nini nilimuoa. Niliamini hakuwa chaguo sahihi katika maisha yangu. Mikosi, nuksi na kila aina ya changamoto katika ndoa yangu. Zaidi nilitamani kukuoa mke wa pili, ili niwe na amani katika maisha yangu. Kumbe nilikuwa kwenye usingizi mzito ambao kamwe nisingeweza kuamka bila kupiga makofi. Lati, niko hivi leo nilivyo kwa sababu ya chaguzi nilizozifanya jana. Nampenda sana mke wangu. Sikuwa sahihi kutaka kukuoa. Samahani kwa kila kitu ambacho nimekukosea. Unakumbuka ahadi yako? Natamani ingekuwa ndoto kwa hiki kinachopitia kwenye maisha yangu. Kweli mimi ni mkosefu kukuacha wewe na kumwoa mwanamke mwingine. Lati, naomba unisamehe. Simpendi mke wangu. Anafanya nijione nimekosea kumchagua. Naomba nikuoe ili niwe na amani kwenye hii dunia. Unadhani mimi nakuamini vipi? Nakumbuka kuwa mimi ni mchumba mtu sasa. Lati, mahari sio ndoa. Na nakuhakikishia wewe sio wa kwanza kuvunja uchumba kwenye hii dunia mpenzi. Naomba unipe fursa nikuoe. Na nakuhakikishia nitakupenda mpaka usahau yote yaliyopita. Na labda nikuahidi nitafunga nawe ndoa kabla haijafika siku ya huyo aliyekuja kukutulia posa. Nimeacha kusoma kwa sababu yako. Maisha yangu hayana tena thamani. Wewe ndio chanzo. Huu wakati mgumu wa maumivu makali ninayopitia, sio leo, sio kesho, kamwe hataweza kupona.
sio mkamilifu, lakini hakukuwa na dosari ya upendo wangu kwako. Na huzuni hukausha moyo ambao sio machozi ya kulia tena.